إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا وزير له ولا مثل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وتمسك بكتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akutaka rehma zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu wa Islam, hakika ya leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua akaifanya ni siku ya Idi kwa waumini. Vile vile ikachaguliwa siku hii kuwekwa ibada maalum kwa Waislamu wote wa ulimwengu mzima, wakawa ni wenye kukumbushana mambo yanayohusikana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda huu ambao kwamba tumeuanza, basi tufahamu ya kwamba hakuna msikiti ambao kwamba umekaa isipokuwa ule msikiti ambao kwamba hauna uongozi maalum. Lakini misikiti yote sasa hivi wamesimama makhatibu juu ya mimbar kwa ajili ya kuwakumbusha Waislamu yale mambo ambayo kwamba yanahusika na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunaokumbushwa ni wajibu kukumbuka kwa kila jambo ambalo kwamba tutakuwa ni wenye kukumbushwa. Lau tutasema mwacheni aseme, akichoka ashike njia aende zake, sisi tutasema jukumu letu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumeshalikamilisha, na hatutawacha kuwakumbusha umma wa Kiislamu, kwa sababu hii ni sehemu ya urithi tulioachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu hakuna aya wala hadithi itakayoteremka sasa hivi kuja kutuweka sawa sisi Waislamu, isipokuwa ni sisi Waislamu wenyewe tuwe ni wenye kukumbushana kwa wale ambao kwamba wako na ufahamu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, maudhui yetu ya leo insha Allah ta'ala tutazungumzia hikma. Hikma ndio maudhui ambayo kwamba tumeiteua kwa Ijumaa yetu hii ya leo. Nitajitahidi kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyoniwezesha kuzungumza maudhui hii. Lakini kabla tuingie katika maudhui yetu hasa yale ambayo kwamba nimeandika au nimeyachagua, ningependa kwanza tujue nini maana ya hikma. Hikma
ni neno ambalo kwamba linapatikana katika lugha ya Kiarabu. Hikma katika hadithi limezungumzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika Qur'ani vile vile Allah subhanahu wa ta'ala pia amelielezea, na katika kauli za wanazuoni pia wakalielezea kadri walivyolielezea, kila mmoja akalielezea kwa maana yake, lakini wakaangukia sehemu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamepakusudia. Sasa hikma ni neno la Kiarabu. Kwa neno la Kiswahili tutasema ni busara. Na hii hikma, ndugu zangu Waislamu, si kila mmoja atakuwa na hikma, bali hikma ni tabia ambayo kwamba inapatikana kwa mtu wala sio watu. Nikisema kwa mtu na maanisha kwamba si kila mmoja ambaye kwamba yuko na hikma au yuko na busara. Katika msikiti wetu huu ambao kwamba sisi tuko hapa ndani, huenda ikawa wenye hikma hapa ni 3 au 2 au 4, lakini waliobakia wote ikawa hawana hikma. Ndiyo maana Mswahili mmoja akasema, akatumia msemo akasema, si kila mzee aliyozeeka yuko na busara, bali kuna wajinga pia wamezeeka. Sasa anapotumia msemo huu, sisi tutasema katukana wazee, au wazee watasema wametukanwa, wamedharauliwa. Lakini uhaki au ukweli ni kwamba si kila mmoja yuko na hikma, na si kila aliyezeeka yuko na hikma. Hivi hatujawahi kusikia watu wakiambizana au mtu akiambiwa, wewe na utu uzima ulionao wafanya mambo ambayo kwamba hayaeleweki, utawafundisha nini watoto wanaoinukia? Hii ni kuonyesha ya kwamba amekosa hikma. Ndio maana akafanya jambo ambalo kwamba halihusiki na umri alionao, au halihusiki na hali aliyokuwa nayo, au halihusiki na jinsia anavyoangaliwa au anavyoonekana katika mujtamaa huu. Kwa hiyo ndiyo hikma kwa lugha ya Kiswahili. Je, tukiangalia hikma kwa kauli za wanazuoni, wameielezea vipi hikma? Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake au kitabu chake cha tafsiri anasema, hikma laisa bin nubuwa. Asema hii hikma si katika kutumilizwa, kama vile ambavyo kwamba alitumilizwa mtume au mitume kupewa utume waje waelezee watu kuhusu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukadhani labda ya kwamba kila mwenye hikma basi ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake ile. La, al-Imam Ibn Kathir anasema si katika kutumilizwa hikma, walakinahu, na lakini hiyo hikma anasema al-ilm, ni elimu, ni mtu kuwa na elimu. Kwa hiyo hikma kitu cha kwanza ni mtu kuwa na elimu. Kisha akasema wal fiqhi, na ufahamu. Baada ya kuwa na elimu kisha ukawa na ufahamu. Ndiyo maana ikaja dua katika Qur'ani ikawa inaombwa sana au tunaiomba sana, Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Kwa hiyo elimu ambayo kwamba haina ufahamu, hii elimu haina natija kwa watu, haina faida kwa watu. Lakini ufahamu uliokosa elimu inakuwa ni faida kwa watu wale ambao kwamba wako pale. Ndugu zangu katika imani, tupime elimu ambayo kwamba haina faida, elimu ambayo kwamba haina hikma ni elimu ambayo kwamba haina faida. Lakini hikma iliyokosa elimu ni kitu bora kwa mwanadamu, ni kitu bora kwa mtu, na ndicho kitu ambacho kwamba kitamnyanyua mtu daraja, mtu yule ambaye kwamba atakuwa amejivesha au ameveshwa vazi la hikma. Kisha akasema wal Qur'ani wa sunna, vile vile hikma ni Qur'ani na sunna. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn Kathir. Kisha al-Imam Ibn Kathir akanukuu maneno ya mwanachuoni akasema, waqala Abul Aliya, akasema Abul Aliya, al-hikma
Abu al-Aliya anaelezea hikma, anasema khashiyatillah ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu al-Aliya anatueleza maana ya hikma ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Anasema fa inna khashiyatillah, hakika ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ra'su kulla hikma, ndio kichwa cha kila hikma, au ra'su kulla shay, ndio kichwa cha kila mambo yote. Mambo yote kichwa chake ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi fanya mtu jambo la kipuuzi ikiwa yuamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile utakapomuona mtu anafanya jambo ambalo kwamba ni la kipuuzi, basi jua huyo mtu hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa haumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, basi fahamu, jua ya kwamba huyo mtu amekosa hikma. Ndugu zangu katika imani, waqala Zaid ibn Aslam, akasema Zaid mtoto wa Aslam, al-hikma, akauzungumzia kuhusu hikma, akasema al-aqil, ni akili. Hikma maana yake ni akili. Kwa hiyo utakapoambiwa fulani yuko na hikma, ni sawa na kuambiwa fulani ana akili. Utakapoambiwa fulani ana akili, ni sawa na kuambiwa fulani yuko na hikma. Ndio utakuta watu huwa wanamsemo, wanapenda sana kutumia, wanasema fulani mashallah ametumia akili kutatua lile tatizo, bimaana ametumia hikma kutatua lile tatizo. Lau ingekosekana hikma, pasingepatikana akili ya kufanyaje, ya kutatua lile tatizo. Kwa hiyo maana ya hikma, maana yake ni akili, mtu kuwa na akili. Waqala Malik, na akasema al-Imamu Malik, wa innahu, na hakika ya hiyo hikma, la yuqa fi qalbi, inakaa katika moyo. Hikma inakaa katika moyo. Turudisheni maneno nyuma, ndugu zangu Waislamu. Ikiwa tumeambiwa kwamba hikma ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tumeambiwa hii hikma mahali pake ni moyoni, sasa tutafuteni mtu atuambatanishie hikma sababu yake kukaa moyoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambatanishia, ndiye atakaye tufafanulia hii hikma ni khashiyatillah, na hikma ni yakaa mahali pake ni katika moyo, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Kaashiria mara 3 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba takwa iko katika kifua. Takwa ya mtu iko ndani ya kifua au iko ndani ya moyo. Kwa hiyo ikiwa mtu anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hikma mahali pake ni katika moyo, ndipo unapokaa. Anna al-hikma, akasema hakika ya hikma, huwa fiqhu fi dinillahi, ni ufahamu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tuchukueni hii nukta ya kwamba hikma ndiyo fiqhi au ufahamu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye hikma hawezi fanya jambo isipokuwa atafanya jambo kwa muongozo wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio itakuwa ni muongozo wake. Mwenye hikma atafuata muongozo wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katu abadan hawezi kufanya jambo ambalo kwamba haliendi na muongozo wa Qur'ani wala sunna. Kwa mtu mwenye hikma, mtu mwenye akili, mtu mwenye elimu. Ndio kuna shekhe mmoja alikuwa ni mtu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia hikma sana. Huyu shekhe, Mungu amrehemu, aiweke roho yake pahali pema palipo na wema. Shekhe huyu alikuwa ni mtu ambaye kwamba yuko na msimamo katika akida yake ya kisunna, na watu wakawa wanamheshimu. Siku moja huyu shekhe aliingia katika msikiti wa Kikhurafi au hawa wenzetu ambao kwamba ni twarika.
wakati wa swala ya maghrib. Kwa kuwa ni shekhe ambaye kwamba yajulikana, ni watu ambao kwamba wanamheshimu, hawakujali akida yake, wakamkaribisha ili awaswalishe. Na wale wenzetu kawaida yao huwa wanadhihirisha basmala. Yule shekhe na yeye akawa ni mwenye kuidhihirisha basmala. Baada ya kumaliza kuswali akashika njia akaenda zake. Huku nyuma watu wakaanza kusema, angalieni watu wa sunna ambao hawana msimamo. Kule wanatuambia basmala haidhihiriki, huku kwetu wamekuja kuidhihirisha. Hii dalili ya nini kama si unafiki? Maneno yakawa ni yenye kuzungumzwa, yakazungumzwa mpaka yakamfikia mwenyewe. Na yalipomfikia hakukasirika. Kitu alichokifanya, aliamua kurudi tena katika msikiti ule ule. Muda ule ule wa maghrib, watu walipomuona wakamkaribisha tena waswalishe. Akapita mbele akaswalisha umma, hakuidhihirisha basmala. Baada ya kumaliza swala, mmoja akainuka akamwambia, shekhi bana, watutatiza, hebu tueleze msimamo wako ni upi? Juzi ulidhihirisha basmala, leo umeificha, sasa sisi tuelewe vipi? Yule bwana akapata fursa nzuri ya kuelezea watu misingi ya kudhihirisha basmala na kuificha basmala kwa sheria ya dini ya Kiislamu au kwa mwenendo wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaelewa na watu wakafaidika. Kwa hiyo hikma ilifanya kazi kwa kupitia nini? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule mtu alikuwa na akili na Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia elimu. Kwa hiyo akatumia hikma na elimu yake na akili yake kuwafahamisha watu bila vita, bila mzozo. Leo hii ndugu yangu Muislamu, wewe uliopewa cheo au uliojipa cheo kuwa ni mwalimu au ni kiongozi wa umma, mbona hikma inakushinda? Umekwenda kukuta watu na mipango yao, umekwenda kuona watu wamepangilia jambo lao. Ameshapangwa atakaye swalia maiti ni fulani, atakaye zungumza kabla ya swala ni fulani, na atakaye soma dua ni fulani. Wewe waja kukatizikia juu jambo la watu bila ruhusa ya wenyewe. Tusomeni kulu wallahu 11. Nani kakupa ruhusa? Au nani aliyokupatia muongozo huu ya wewe kufanya jambo ambalo kwamba haujaidhinishwa na wale wahusika? Ndugu zangu ni katika imani, familia ya marehemu ile, wako watu walikuwa wana elimu kuwashinda wao au kutushinda sisi, lakini walikaa wakasubiri kutajwa na muongozo ambao kwamba umechaguliwa kuongoza zoezi kama lile. Wewe kama nani unakuja kuingilia mambo ya watu? Nini hii? Ni ukosefu wa hikma, ni ukosefu wa elimu, ni ukosefu wa akili, na ni ukosefu wa kuitambua fikhi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu yeyote ambaye kwamba anaelewa fikhi, anaifahamu fikhi ya sunna, atafuata maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, min husni al-islamu al-mar'i tarku ma la yaani. Ubora wa muislamu wa mtu ni kuacha jambo ambalo kwamba halimuhusu. Sasa huyu haielewi fikhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imemwamrisha kitu gani, akalivaa jambo bila ruhusa ya wenyewe ili aonekane kwamba yeye ndiyo kiongozi wa mji ule, yeye ndiyo amiri, yeye ndiyo kusema ili ajikuze. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, akamdhalilisha, akamweka chini, dua ikamshinda mbele ya umma. Ndugu zangu katika imani, wana wazuoni wanasema mwenye kujinyenyekea au mwenye kunyenyekea, mwenye kujidhalilisha, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua daraja. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumnyanyua daraja. Kwa hiyo tuchunge sana ndugu zangu katika imani kuingilia mambo ambayo kwamba bado hujakaribishwa. Jambo ambalo kwamba halikuhusu, waachie wenyewe wamalize. Wale walioanza waachie wamalize, usilirukie juu. Miji mengine utakwenda pigwa ndugu yangu Muislamu. Miji mengine hawatakuacha. Pale ulipofanya lile jambo watu wamekuelewa, watu wamekufahamu wewe ni mtu wa aina gani, lakini kuna mji utakwenda fanya lile jambo
na litakuletea hasara ndugu zangu katika imani, kwa sababu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama siku zote huwa hayaporomoki abadan. Ndio maana Mtume akatukataza kuingilia mambo ambayo kwamba hayatuhusu, kwa sababu aliiona athari yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, asema ya kwamba alhikma huwa alfiqh fi dini Allah ta'ala, ni kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amri yudkhiluhu Allah fi qulubi, na ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analitia katika nyoyo au analiweka katika moyo, min rahmatihi, kwa huruma zake. Ndio maana nikawaambia si kila mmoja ambaye kwamba yuko na hikma, bali ni watu baadhi ambao kwamba wamejaliwa hikma. Haya maneno hawa wanazuona wameyatoa wapi? Je, walikaa wakayapanga ili kutufurahisha sisi nyoyo zetu? Hapana. Haya maneno kuna pahali waliyachukua, wakayasoma vizuri, wakayaelewa, ndio maana wakayaelezea kwa umma ili wawe ni wenye kufuata jambo kama hilo. Wameyachukua mahali gani? Suratul Baqara aya 229. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yu'til hikmata man yasha, anampa hikma Mwenyezi Mungu yule anayemtaka. Si kila mmoja atakayepewa hikma, si kila mmoja atakayejaliwa kupatiwa hikma, bali Mwenyezi Mungu anampatia anayemtaka. Kisha akasema, waman yu'tal hikmata, na yeyote ambaye kwamba atapewa hikma, faqad utiya khairan kathira, basi huyu amepewa khairi nyingi. Pewa gari, pewa nyumba, pewa pesa, pewa watoto, pewa boti hapo bandarini, pewa wake wazuri, lakini ukinyimwa hikma, hizo zote si khairi nyingi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama yule ambaye kwamba itakuwa amejaliwa hikma na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, wama yadhakkaru illa ulul albab, hakuna watakaoyakumbuka haya isipokuwa wenye akili. Tukaambiwa hikma ni akili ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo hawa waliyachukua haya maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakayapima, wakaukuta uzito wake na athari yake, wakaona ni bora tuwaelezee umma utakaokuja, msingi bora wa kuishi ni huu. Waqala al-Imamu Ahmad, akasema al-Imamu Ahmad, hadathana Waqi', anatuelezea sisi Waqi' wa Yazid na Yazidi. Faqala, wakasema hadathana Ismail, ametuelezea sisi Ismail, yani bin Abi Khalid, mtoto wa Abi Khalid, an Qais, kutoka kwa Qais, wa huwa ibnu Abi Hazam, naye ni mtoto wa Abi Hazam, an ibnu Mas'ud, kutoka kwa ibnu Mas'ud. Qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema. Ndugu yangu Muislamu, haya maneno si mwanzo kuyasema. Ukisikia hadithi msimulizi anasema sami'tu, hii hadithi huwa ina nguvu sana, kwa sababu ameyachukua maneno haya moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, amemsikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema, la hasada illa ithnain, hakuna hasad isipokuwa kwa mambo mawili peke yake. Akasema rajul ataahu Allahu mal, ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amempa mali, fasalatahu ala halqatuhu fil haqq, na akawa ni mwenye kuitoa mali hii kuitumia katika haki. Ukiona mtu ambaye kwamba amepewa mali, ameruzukiwa mali na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mali hii anaitumia kwa njia iliyo ya haki, basi huyu mtu wafaa kumuonea wivu, lakini usimuhusudu. Muonee wivu, muombee Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumruzuku ili watu wafaidike, na wewe Mwenyezi Mungu akupatie kama vile, ili ufanye kama anavyofanya yeye. Hii ndiyo hasadi ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea
ili tuwe ni wenye kuhusudiana nayo. Lakini si kuhusudu mtu ambaye kwamba anafanya jambo ukamfanyia vituko akashindwa kulifanya lile jambo ile hali na wewe pia huwezi kulifanya. Yeye akaacha na mwingine akashindwa kulifanya. Kwa hiyo huyu ndiye mtu ambaye kwamba twafaa tumuhusudu kwa kumuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili amzidishie neema kama ile. Alafu atuzidishie na sisi au atujalie na sisi tuwe ni wenye kuwasaidia wengine kama wale. Kisha akasema warajul, na mtu ambaye kwamba atahu Allahu alhikma, ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempatia hikma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fahuwa yuqdi biha, akawa ni mwenye kuhukumu kwa kupitia hiyo hikma, akawa ni mwenye kuhukumu mambo au kuhukumu majambo kwa kupitia hiyo hikma ambayo kwamba amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiambiwa kuhukumu jambo si kuhukumu kesi. Kuna mambo mengi yanayohukumiwa. Hata ukiona jambo watu wanalifanya haujakaribishwa, jihukumu kwanza kabla hujafanya lile jambo. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha arada an taf'ala amra fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fantahi. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pima uzito wake. Mtume anasema ukitaka kulifanya jambo, kabla ulifanya lile jambo kwanza litizame uzito wa lile jambo na mwisho wake litaleta natija gani. Ikiwa lile jambo litaleta faida baada ya wewe kulifanya, Mtume anasema usisite lifanye. Lakini ukilitizama lile jambo litaleta hasara, achana nalo, hilo jambo usilifanye, litakuletea matatizo. Kwa hiyo haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unahukumu lile jambo, umekwenda kuona ndugu wawili wanapigana, kwa kuwa yule mmoja ni rafiki yako, ukakosa hikma wewe ya kutaka kuwakanya wale watu, ukataka kujua sababu ni nini ili uwasuluhishe, ukaingia kwa kumtetea rafiki yako. Hatimaye mwisho wa siku unakuta yule ndugu yake anakuta ndugu yangu nimemshinda nguvu kwa kusaidiwa na rafiki yangu. Siwezi, damu ni zito kuliko maji. Kibao kinakugeukia wewe sasa. Nini? Umeshindwa kuhukumu lile jambo kwa kuwa umekosa hikma. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni mtu ambaye kwamba amejaliwa hikma na akawa ni mwenye kuhukumu kwa kupitia hikma hiyo. Wayalimuha, vile vile akawa ni mwenye kuifundisha kwa kupitia hiyo hikma. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imamu Bukhari wa Muslim na Imamu Muslim wa Nasa'i na Imamu Nasa'i wa Ibn Majah, vile vile na Ibn Majah min tariqi mutaaddida an Ismail ibn Abi Khalid. Kwa haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ametupatia muongozo wa mtu kuishi katika maisha ya hikma ili asiwe ni mwenye kudhurika wala asiwe ni mwenye kuwadhuru wengine. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تسمعون. قوموا إلى